Rafiki mtazamaji, na kukaribisha tena kwa wakati huu. Mungu akubariki kwa kuendelea kutazama video hizi ambazo tunaendelea kutoa, ambazo zina mafunzo ya pekee kwa ajili yako na kwa ajili ya wokovu wako. Tunakuja tena katika wakati huu tunapokuletea fundisho la pekee ambalo litakusaidia na litakusaidia kwa namna ya kuishi maisha bora ya kiroho. Kabla ya kutoa fundisho, tutaomba. Mungu, asante kwa kuendelea kutupa neema hii. Mbariki huyu mtazamaji mpendwa, uwe pamoja nasi katika somo hili kwa jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki mpendwa, kuna mshiriki mmoja alikuwa ananungunika sana katika kanisa lake, na manunguniko ya yule mshiriki ilitokana na namna yake ya kuishi. Alipokuwa anaenda kwenye ibada, yeye mwenyewe alikuwa akigundua kwamba watu katika ibada, katika kanisa, walikuwa wanamtazama sana, walikuwa wanamwangalia sana. Sasa alikuwa anajiuliza, hawa wananiangalia kwa nini? Hawa wananiangalia kwa nini? Sasa siku moja akaenda kuona mchungaji wake, akamwambia mchungaji, basi karibuni hapa, nitaacha kanisa kwa sababu nimechoka na macho ya watu. Watu wananitazama sana kiasi kwamba ninaoga. Sasa yule mchungaji akamwambia, akamuuliza, unaona namna gani kwamba wanakutazama watu? Akasema, ninapoenda kwenye ibada, nikifika asubuhi watanitazama, nikifika kwa kuchelewa watanitazama, nisipofika watakuwa wengi kwenda kuniona. Sasa hii imenichokesha hiyo macho ya watu. Sasa yule mchungaji akaambia yule mshiriki wake, akampatia testi moja tu, na hiyo testi ilikuwa kopo balasi la maji. Akaweka ndani ya balasi maji, ndani ya kopo akaweka ndani yake maji, akampatia yule mshiriki wake, akamwambia, nakupa maji haya ndani ya kopo. Maji haya utazunguka kwenye uwanja wa kanisa zaidi ya mara 12 na kupatia kazi, usiangushe hata toni moja. Ujitahidi sana uzunguruke kwenye uwanja huu wa kanisa mara 12 tafadhali. Usiangushe hata toni moja la maji. Yule rafiki akasema, kazi nimeikubali. Akaanja kazi ya kuzunguka. Alijitahidi azunguke, asiangushe hata toni moja. Alipomaliza hiyo mzunguko wa mara 12, akaja kwa mchungaji wake akamwambia, nimechoka. Sasa mchungaji akamuuliza, katika mzunguko uliokuwa nao, je, uliona kwamba pale kwa majirani kuna vita? Majirani wangu wa kanisa hili wanagombana? Akasema, sikuona baba. Akamuuliza, je, uliona gari iliyopita kwa kasi kubwa karibu imgonge mtoto? Akasema, sikuona. Akamuuliza tena, je, umeona hiyo ndege ambayo imeanguka pale pembeni kwa sababu mtoto alitupia mawe? Akasema, sikuona. Na yule mchungaji akamwambia, wewe namna ulivyosimama ukikamata hiyo balasi ya maji, hiyo kopo ya maji, hivi ndivyo ukamate wokovu wako kanisani, hautaona mtazamo wa watu. Hiyo ndio alimwambia yule mchungaji, aliambia mshiriki wake. Na wewe nataka kukuambia, kuna wengi wamesimamisha imani yao kwa watu. Anatamani yeye imani yake fanane ya mwenzake kuliko kufananisha imani yake na Yesu. Washiriki wengi kama huyu mshiriki alienda kumwona mchungaji, hawajui ushiriki, hawajui imani ni nini. Imani yako ikisimama kwa mtazamo wa watu, utaanguka, hautamuona Bwana. Na kualika rafiki mpendwa, usimamishe imani yako kwa Kristo, hapana kwa mtu. Usisimamishe imani yako kwa mchungaji kwa sababu anafundisha vizuri sana, kwa padri kwa sababu anafundisha ana mvuto anapotoa somo, kwa mtu kwa sababu anaimba vizuri. Simamisha imani yako kwa Kristo.
Kwa nini kusimamisha imani yako kwa Kristo? Kwa sababu Wafilipi 2 shairi la 12 linasema mmejengwa kwa msingi wa mitume na manabii, na jiwe la pembeni ni Yesu Kristo. Yaani mshiriki kwa wakati huu ambao tunaishi leo, wakati ambapo magumu ni mengi, matatizo ni mengi, jenga imani yako kwenye msingi imara ambaye ni jiwe la pembeni, ni Yesu Kristo. Ukiijenga kwa mchungaji wako utaanguka. Ukiijenga kwa yule mhubiri katika kanisa lako utaanguka. Ukaijenga kwa ukuta, kwa sababu ukuta wa kanisa lako umepambwa vizuri, umejenga imani yako ni mbaya. Jenga imani kwa Yesu, yule haanguki hata kidogo. Watu wote duniani wanaweza kuanguka, hata yule mchungaji ambao umemwamini anaweza kuanguka, lakini Yesu yeye amesimama imara. Yeye ndiyo jiwe la pembeni. Ujengwa kwa msingi wa mitume na manabii, na ukamate Yesu Kristo kuwa jiwe lako la pembeni. Mazingira yakichafuka, utasimama imara. Mungu akubariki rafiki mpendwa. Uweka imani yako kwa Yesu. Mwanadamu wa damu hii inayovuja, yule anaweza kuanguka, lakini Yesu haanguki. Yeye amefufuka, alikufa akafufuka. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina.